Blessed is he whose sins are forgiven. Baraka ambao unahitaji ni baraka ya kusamehewa dhambi. Ni mbarikiwa yule ambaye amesamehewa dhambi zake. Let's reason together. Kuja ili tukasemezane Even pamoja. though your sins are as red as scarlet, ijapokuwa dhambi zako ni mekundu kama damu, they will be as white as snow. zitafanywa meupe kama theluji. Time would fail me, friend. Pengine muda ingenikosa. Tell you that each one will be judged according to his work. Ili nikawaeleze kuwa kila mmoja atahukumiwa kulingana The na best matendo work yake. you need to have is believe in Jesus. Ile kitu ambayo inafaa uchukue ni kuamini Kristo. Matendo yetu mema ni kama filthy rags before our God. Matendo yetu mema ni kama chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. So the best work you need to do is to believe in Jesus Christ, the one who loves you, who died on the cross for you, that you may receive the grace of God, the grace of salvation. Kitu njema ambaye inafaa upokee ni kukimbilia Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Bible says we are saved by grace, not by works. There is nothing you can do to win the opportunity in heaven, in the book of life. Just believe in your heart. Hakuna kitu chochote ambacho unaweza tenda ambayo inaweza kufanya ili ukaingie ufalme wa Mungu. Amen. Bali tu kupitia Yesu Kristo. Verse 15 as I finish, mstari wa 15. Bible says, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yote ambaye jina lake haikupatikana katika kitabu cha uzima wa milele alitupwa katika moto ya milele. Can you ask your neighbor on my behalf? Uliza jirani yako kwa niaba yangu. Brother, sister, is your name in the book of life? Ndugu, dada, je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Can you ask your brother, your sister next to you? Uliza jirani wako kama jina lako is your name in the book of life? Kitabu cha uzima. Is appointed for you to die, but check, is your name in the book of life? Imeandikwa utakufa, lakini ukikufa jina lako limeandikwa katika kitabu. If you die now, ukikufa sasa hivi, will you go to heaven? Is your name in the book of life? Utaenda uzima wa milele. Je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? You can be in good books. Unaweza kuwa katika vitabu. You can be very good. Unaweza kuwa mzuri. But is your name in the book of life? Lakini je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Ukikufa sasa and your name is not in the book of life, na jina lako halijanakiliwa katika kitabu cha uzima, who unto you? Basi wewe ni ole wako, because you will be cast into the lake of fire. Maana utatupwa katika listen, moto. You are not made, God did not create you to go to hell. Mungu hakukuumba ili akakuweke katika God loves you so much jehanamu, and is calling you to himself. Mungu anakupenda na anakuita kwake. I usually call it the ABC. ABC of salvation. What you need to do, just do ABC and you will find your name in the book of life. Inaita abacha ya kupokea Kristo. Utafanya tu hayo abacha na utajipata katika kitabu cha uzima wa milele. Ask your neighbor, do you want your name to be in the book of life? Uliza jirani yako, je, unataka jina lako liwe katika kitabu cha uzima? It is so simple. Ni rahisi. Just do ABC. Ni kutenda tu abacha. You can forget about my message, but you can remember. If you want your name in the book of life, just do ABC. Unaweza sahau hata ujumbe wangu, lakini kama unataka jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima, basi tenda tu abacha. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Just 3 points. A, B, C. A means accept you are a sinner. Abacha. Inamaanisha ni kukubali kwa wewe ni mtenda dhambi. Accept. Kukubali. Accept that you are a sinner. Kukubali kwa wewe ni mtenda dhambi. Accept that you need mercy. Kukubali kwa unahitaji rehema. Accept that you need Jesus. Kukubali kwa unahitaji Yesu. Accept that you need salvation. Kukubali kwa unahitaji wokovu. Don't walk in denial. Usitembee katika hali ya kujikataa. Accept that you need Jesus. Kubali kwa unahitaji Yesu. So you must accept. You must accept. You must accept. Lazima ukubali.
Amen. Amen. Number 2, B. La pili ambao ni ba, You must believe. lazima uamini. Amen. Amen. Believe in your heart. Amini kwa moyo wako. If you believe in your heart Unapoamini kwa moyo that wako Jesus died on the cross kwa Yesu alikufa and he was msalabani buried, na akazikwa, and on the 3rd day he rose from the dead. na baada ya siku ya 3 akafufuka. Friend, if you believe that, Marafiki, ukiamini hayo, you are made right. basi Your sins are forgiven. unasamehewa dhambi. Amen. Amen. Hallelujah. Believe in your heart. Amini moyoni mwako. Believe that Jesus died, he was buried, and he rose from the dead. Amini kwa Yesu alikufa na akafufuka. This is why you don't need to die in sin. Ndio maana haifai ukufe dhambi. He died on our behalf. Alikufa kwa ajili yetu. What I need to do is believe. Kile ambacho ninahitaji ni kuamini. Amen. Amen. Number 3, confess. Ni kukiri. ABC. Accept, believe, confess. Ni kukubali, kuamini na kukiri. Can you ask your neighbor, do you want your name to be written in the book of life? Uliza jirani yako, je, unataka jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima? Do you want your name to be written in the book of life? Nataka jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Tell your neighbor, do the ABC. Ya jirani yako, tenda abacha. Amen. Amen. So simple. Do the ABC. Ni rahisi, tenda abacha. Accept, believe, confess. Tell your neighbor, accept, believe, confess. Kubali, amini na ukiri. Hello? Hello. You are not talking to me. You want us to bury you. Je, unataka tukuzike wewe mwenyewe? Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tell your neighbor, accept, Ya jirani yako, kubali, believe, amini confess. na ukiri. Confess with your mouth. Kiri na kinywa chako. If you confess with your mouth ukikiri na mdomo that yako Jesus is Lord, kwa Yesu ni Bwana, you are saved. basi Your umekombolewa. name is written in the book of life. Jina lako limeandikwa kwenye This kitabu is cha the uzima. way, Hii ndiyo the njia truth, na and the life. na ni uzima. No one goes to the Father Hakuna anayeenda kwa but Baba by me. bali kupitia Jesus kwa died on the cross Yesu. Alikufa that we may msalabani live ili tukaishi and not die. na tusikufe. Amen. Amen. And those who believe in him, Na wale ambao when wanamwamini they die, they just sleep wanapokufa ni because there kupumzika is tu. resurrection. Maana kuna Like ufufuo. we came to declare to these unique twins, Jinsi tumekuja kutangazia hawa mapacha. this is their special day. Hii ni siku yao ya kipekee. Amen. Amen. This is their most special day. Hii ni siku yao ya Your kipekee. special day is coming. Siku yako ya kipekee A day that you are inakuja. going to die. Siku ambao And if utakufa. you've not done the ABC, Na kabla ufanye you will abacha, find yourself in the lake of fire. basi utajikuta jehanamu. Brother, today you can make this decision. Ndugu, unaweza fanya hii uamuzi leo. Amen. Amen. Hallelujah. I Hallelujah. was talking to the Father Felix, my brother Felix here, Nilikuwa nashiriki na ndugu yangu Felix. and I reminded him of a book in the book of Isaiah, chapter 6, Na nikamkumbusha kuhusu kitabu cha Isaya 6 that when King Uzziah died, I saw the Lord. kuwa siku mfalme Uzia alikufa, niliona Mungu. When King Uzziah died, I saw the Lord. Wakati mfalme Uzia alikufa, When niliona our Mungu. twins died, we can see the Lord. Wakati mapacha wetu wamekufa, tunaweza ona Mungu. Even today, in this funeral, you can see the Lord. Hata siku ya leo katika hii matanga unaweza ona Mungu. You can encounter His love Unaweza ona Mungu, unaweza kutana na by wapenzi wake. receiving Jesus Christ Kwa kupokea Kristo to Yesu be your Lord and Savior. kuwa Bwana na Mwokozi wako. Amen. Amen. Today you can make this decision Leo unaweza fanya hii to uamuzi give your life and heart to Jesus. ili ukatoe maisha yako na nafsi yako kwa Whoever Yesu. does not have the Son does not have life. Yeyote ambaye hana mwana basi hana uzima. Hello? Halo, If you don't have Jesus, kama una you Yesu don't have life. hauna uzima. You are under the power of death. Uko chini ya mamlaka ya kifo. Jesus has come Yesu that amekuja you may have life. ili ukakuwe na uzima. Receive Jesus. Pokea He Yesu is life, na Receive pamoja him na uzima today. wake. and you shall live. Mpokee leo na Receive Him utaishi. today, Mpokee and you leo na shall be born utaishi. again. Unless you're born again,
you cannot see the kingdom of heaven. Usipozaliwa mara ya pili huwezi ona ufalme wa Mungu. Tell your friend, you must be born again. Ambia rafiki yako lazima uzaliwe You mara ya have no pili. otherwise. You must be born again. Tell your brother, you Hauna must chaguo be born lolote. again. Lazima Hey, you are uzaliwe not mara ya talking to me. pili. Can you talk to your brother? Tell him you must be born again. Ambia jirani yako lazima uzaliwe Tell mara the ya other pili. one you must be born again. Lazima uzaliwe mara Can ya you pili. preach to somebody? Tell him lazima uokoke. Amen. Amen. You must be born again. I want us to pray. Nataka tuombe. I want us to pray together Nataka tuombe pamoja. in the name of Jesus. Father, I thank you for your word. Thank you for the grace of salvation. Thank you, Jesus, that today you have gathered us here to hear your word. Thank you for each one that have heard this word. I decree and declare the grace of salvation in their life. In Jesus' name we pray. Amen. I want to pray for you. Nataka nikuombee. Very short prayer. Maombi mafupi. Let me ask you, Wacha nikuulize. who is here Nani yako hapa? and you are sure Na uko na hakika that if Jesus comes now, kwa Yesu akikuja sasa hivi you will go to heaven? utaenda katika. Did you get my question? Aha. Uko na hakika ya kwamba Yesu akirudi saa hii utaingia mbinguni? If you have doubt, don't raise your hand. Kama uko na tashwishi usiinue mikono yako. I am asking those who are confident. Nauliza wale ambao wako na ujasiri. If you are sure in your heart Kama uko na hakika that if moyoni Jesus mwako comes now, kwa Yesu akija sasa hivi you will go to heaven. utaenda katika ufalme wa Mungu A show of hand. kupitia ishara ya mkono. You are sure that if Jesus comes now, Uko na hakika kwa Yesu akija sasa you hivi will go to heaven. Can you believe that? utaenda katika ufalme wa If you Mungu. are sure that if Jesus comes here and now, Kama uko na hakika kwa you Yesu will go to heaven. Lift it high if you akija are sasa confident. hivi, basi If you are confident, then hand up. If you are not confident, don't lift your hand. Kama hauna hakika na ujasiri usiinue mikono yako. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Aha. Na sio wakati wa mzaha. Can I repeat that question? Maybe you did not hear me well. Pengine haukusikia. Nikauliza, Yesu akirudi saa hii ama ukifa saa hii, nani ako sure ya kwamba utaingia mbinguni? Inua mkono wako juu kama uko sure. Kama uko sure, achana nayo, usinue mkono. Amen. Amen. Aha. Thank God for every hand that has been lifted. Now, I want to pray for you who is not sure. Nataka kuombea yule ambaye hana hakika. I want to pray for you that God would have mercy on you. Nataka kukuombea ili Mungu akakuonea I huruma. want to pray for you the grace of salvation Nataka kukuombea neema ya kuokoka and the forgiveness of your sin. na kusamehewa dhambi. Amen. Amen. So you who did not raise your hand, Yule ambaye hakuinua mikono yake it juu. means if you are to die now, you will go to hell. Inamaanisha ukifa sasa hivi utaenda You need jehanamu. to do A, B, C. You Basi need to do what? inafaa ufanye abacha. Accept, believe, confess. Kukubali, kuamini na kukiri. I want to lead in a prayer of confession. Nataka nikuongoze katika That you can ombi la give toba. your heart to Jesus. Ili ukapeane moyo wako kwa And your name will be written in the book of life. na jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha uzima. So, would you rise up on your feet if you are among those people who do not raise their hands? Naweza inuka juu kama wewe ni moja We wa can wale rise ambao up on our hawakuinua mikono yao juu. If you don't raise your hand, you can rise up on your feet. I'm done with the preaching. I want to go to Zike. Amen. Tusimame. Wale ambao hawana hakika kwanza. Kama hauna hakika ya kwamba Yesu akirudi saa hii hautaingia mbinguni. Kama una hakika, if you are not sure that if Jesus comes now, you will go to heaven, I want to rise up on your feet. I want you to pray this prayer. Nataka Amen. uombe hili ombi. Sema, Bwana Yesu,
Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. mimi ni mwenye dhambi. You know, you can make that prayer even sitting down. Naweza ufanya hilo, but I want you to make this confession from your heart. Lakini nataka ukiri hii kutoka Inua kwa mkono nafsi wako yako. juu, sema Bwana Yesu, Sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu. Natubu dhambi zangu. Siku ya leo, Siku ya leo, naamini katika moyo wangu ya kwamba Yesu ulikufa msalabani. Kwa ajili ya dhambi zangu. Ulizikwa. Na siku ya tatu ulifufuka. Na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nirejeshe katika wokovu. Bwana Yesu, siku ya leo nimeokoka. Roho Mtakatifu na kukaribisha katika maisha yangu. Niongoze na unielekeze. Katika jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Let me pray for you. Abba, Father, in the name of Jesus, I pray for everyone that have heard your word. I pray for every soul that has received you and confessed and made this prayer of confession. I pray the saving grace upon their lives. Na wafunika na damu ya Yesu Kristo. Nikitangaza msamaha wa dhambi. Siku ya leo nakataa kila nguvu za giza, kila nguvu za shetani. Nakataa katika jina la Yesu. Na nena uponyaji, na nena msamaha wa dhambi, na nena wokovu, na nena Bwana utakatifu wako katika jina la Yesu. Watenge na dhambi. Bwana waongoze, waelekeze mahali ambapo inastahili. Bwana Yesu, asante kwa neno lako la wokovu. Tukiamini na tukiri katika kinywa chetu ya kwamba Yesu ni Bwana, tumeokoka. Naomba siku ya leo wale wote wameomba hili ombi, Bwana, natangaza wokovu. Natangaza siku ya leo wameokoka katika jina la Yesu. Watendee mema, waongoze katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Want us to pray with this couple? Let's all rise up on our feet. Nataka tuinuke ili tukaombe na hao wapendwa. I said we are declaring Psalms 23 in their lives. Nisema tutatangaza Zaburi 23 katika maisha yao. I want you to raise your hands as you pray for them. Nataka uinue mikono yako juu hata tunapowaombea. We want to declare from today, may the Lord be their shepherd. Tunataka kutangaza kwa leo hii wacha Mungu akakuwe mchungaji wao. The Lord be your shepherd, Maggie and Felix. Wacha Mungu akuwe mchungaji. I decree you shall not lack. Natangaza hamtakosa. May the Lord provide all your needs. Wacha Mungu akapeana. May the Lord restore and provide unto you. Wacha Mungu akarejeshe na akawapee. May He make you lie down in green pastures. Wacha akawalaze katika majani mabichi. I decree the word of God for your lives. Ninatangaza neno la Mungu kwa May the Lord lead you in the still waters. Waongoze katika maji. May He restore your soul. Wacha akarejeshe. I declare restoration of your soul. Natangaza urejesho wa healing of your soul. Natangaza kuwekwa upya. May the Lord lead you in the path of righteousness for His name's sake. Wacha Mungu akawaongoze katika njia za utakatifu. Today in your life, in your marriage, I declare the name of Jesus Christ in your life. Katika maisha yenu na hata ndoa yenu natangaza Yesu Kristo. Even though you walk through the valley of the shadow of death, hata mnapotembea katika kivuli cha mauti, fear no evil. Msiogope chochote. I decree you shall be protected. Natangaza kwa mtalindwa. I declare divine protection in your life. Natangaza ulinzi wa kiungu. Even in the shadow of the valley, in the valley of the shadow of death, you will fear no evil, for the Lord will be your comforter. Hata katika mabonde ya mauti hamtaogopa chochote, maana Mungu atakuwa. May the Lord comfort you in the name of Jesus. Wacha Mungu akawalinde katika jina la Yesu. May the comfort of the Holy Ghost be upon you in Jesus' name. Wacha Roho Mtakatifu akawatie nguvu. May the Lord anoint your head with oil and your cup run over. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life in Jesus' name. Mema na fadhili itawafuata siku zote za maisha yenu katika jina la Yesu. I want to now in faith. Nataka kwa imani. Stretch forth your hand.
Muinyoshe mikono as yenu we pray for them. hata tunapowaombea. Pastors, please come. Pastors, please come. Wachungaji tafadhali, If you're a pastor and you're there, please come. kama wewe ni mchungaji, I want us to declare restoration, prosperity, favor, comfort, courage, healing. You know, the Lord being their provider. If you're a pastor there, please come. kama wewe ni mchungaji In the name na of uko pale, unaweza kuja. In the name of the Lord. Somebody open your mouth and declare word. Declare word over them. Speak a word of grace, a word of comfort, a word of restoration. Pray with them, pastors. Pray with them in the name of the Lord. In the name of the Lord. The Lord be your shepherd. The Lord be your shepherd. The Lord restore your souls. The Lord restore your lives. I declare restoration. I declare provision. The provision of God. Restoration of God. The hand of God be upon you. The glory of God be upon you. May the Lord anoint your head with oil. I declare comfort. The comfort of the Holy Ghost. The comfort of the Spirit of God. In the name of Jesus. My Father, my God. I thank you for Maggie. Thank you for Felix. Thank you, Father. Abba, Father. In the name above all names, the name of Jesus Christ. Father, the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. I cover Maggie and Felix by the blood of Jesus. I decree the name of the Lord be their strong tower. In the name of Jesus, Lord, I cover them by the blood of Jesus. I decree the grace of God. I declare the comfort of the Spirit of God. Holy Ghost, come upon them, comfort them, strengthen them. My Father, strengthen them. I declare your strength. Your strength upon them. Your courage upon them. Your healing in their lives. Your grace upon them. Your grace is sufficient. Sufficient grace of God. Even in pain, in agony, Lord, we declare healing, restoration, and comfort. Give them strength. I pray from today, wipe their tears. Wipe their tears. Panguza machozi yao Bwana. Watendee mema. Wabariki Bwana. Tunatangaza katika jina la Yesu ya kwamba Bwana, Mungu wa urejesho, warejeshe kwa utukufu wa jina lako. Natangaza urejesho. Natangaza urejesho. May the Lord restore your life. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Father, I pray a healing and a restoration in the work of their heart. Whatever you have lost, I declare double portion. Be it restored in your life. Double portion. May the Lord restore children, boys and girls, in the name of the Lord, in this house, in this family. I speak double portion. Amen. Double portion. Yes. Double portion. Yes. Double portion. Yes. I release an inheritance. I release the grace of God. Yes. The Spirit of God be upon you. Amen. Be fruitful. Amen. Whatever you have lost, I declare a new beginning. I declare new beginning. Yes. As a man of God, if I be a man of God, oh Lord my Father, I pray tonight, I pray this day, let this day be a new beginning Yes. in their lives. Amen. Whatever they have never handled, my Father, even wealth that they have never handled, be unto them. Oh, yes. Bless them. Bless them. Open their hands. Grant them power to make wealth. I bless you in wisdom, understanding and revelation. Cover this marriage by the blood of Jesus. No more disaster shall come your way. Yes. In the name of Jesus. The Lord shall preserve you. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. In the name of Jesus. The Lord is your shepherd. You shall not lack. In your house, in your family, never shall you lack any good thing. May the Lord
grant you and satisfy your mouth with good things. Yes. Father, I pray that you are standing with this family. Thank you. Thank you, Father. We bless you and we give you praise. Thank you, Father, for this service. Thank you for your word. I pray, my God, release your blessings in this place. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Give the Lord a hand of praise. Give the Lord a hand of praise. I want us to go to the last moment of this service. Nataka tuende katika sehemu ya mwisho ya mkutano hii. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ask your neighbor, have you done the ABC? Liza jirani yako, je, umetenda abacha? Hey, uliza jirani yako, have you done the ABC? Liza jirani yako, umetenda abacha? Ask your neighbor, you born again? Liza jirani yako, je, umeokoka? Even after this, you can be in touch. Hata baada ya haya unaweza kufikia. Amen. Amen. Let me give you my number. Acha mchungaji apeane. Maybe you want us to share more, you have a question. Uko na swali, nataka mshiriki zaidi. You want us to pray with you? Nataka tuombe pamoja. You want to know, you want to visit us? Nataka kututembelea. We are in Lakisama, that's where Agape Embassy Church is. Ko pale Lakisama, hapo ndi Agape. And you are saying, Pastor, I want to know more about Christ. Na unasema, mchungaji, nataka kujua zaidi kuhusu Yesu. Maybe you are traveling back in the village and you want to get in touch. We can guide you, we can direct you to the right place where you can grow. Amen. Hata pengine unarudi nyumbani mashambani, tunaweza kuelekeza mahali ambao utakuzwa kiwokovu. So this is my number, you might have it. Naweza chukua hiyo nambari You kama can call, we can pray with you. Naweza piga na tunaweza omba pamoja. 0711 973 755. 0711 973 755. That's Pastor David Som. Hiyo ni nambari ya mchungaji Daudi. 0711 973 755. Amen. The Lord bless you. The Lord keep you. I want us to do the final viewing. Nataka tutazame kwa sehemu ya mwisho ya kutazama mwili. Amen. I want us to do the final viewing. Nataka tutazame mwili as we also comfort this family. Hata tunapotia hawa wapendwa Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So I don't know. Tembea aje. Tutapita aje. Aha. So utakuja hivi. Amen. Hello. Bwana Yesu asifiwe. If you want to view the body, kama ungependa kuona mwili. This is the final view. Hii ndio kutazama mwili mara ya mwisho. And those are an opportunity I want us to bless this couple. Na ni nafasi pia ya kubariki hawa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's not tire in doing well and giving. Tusichoke kwa kutenda mema. I want us to give to them. Nataka tutoe kwa ajili wao. The other one we are giving to God. Ile ingine tulikuwa tunapeana kwa Mungu. Amen. Because it's a full service. Ni ibada kamilifu. And I want us to come with our gifts and bless them. Nataka tukuje na So you will come view the body. You can greet them. Please come and sit. Let's come. Emma, come. So you come, you greet them, and then you hand whatever you have to Emma. Are we together? Are we together? So I want us to come view the body, and whatever you are giving to bless this couple, you are giving to Emma. She will take good care of it and give them after this. Are we together? So can you rise up? Kila moja wetu. I want to see all of us here blessing them. Maybe you don't want to view. Maybe you don't want to view. Just come and comfort them. Shake their hands and bless them. Unaweza wasalimia ukiwabariki pia na chochote. Let's rise up on our feet as we do that. Tuinuke kwa miguu yetu. In the next 5 minutes we should be done with that. Baada ya dakika kama 5 so as you come, just come quick, because after that we go to the last stage as we bury and we go home. Let's pray. Abba, Father, in Jesus' name,
I thank you for this service. Thank you for each one that have come to comfort Magdalene and Felix. I pray, my Father, as we come together to shake their hands and to give whatever we have, Lord, your comfort shall rest upon them. This is our gift of love to this couple. As we bless them, my Father, we pray that you bless this couple, that you comfort them, grant them courage, grant them strength, even at such a time as this, and restore their lives, purify them, make them fruitful, let them have 1,000 times many more as, Lord, you have blessed them. Let their lives going forward be much more fruitful than ever before. Let men say, the Lord has done great things to them. We declare the common grace in their lives. We declare the common favor in their lives. We declare the common harvest in their lives. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. So let's rise. Please come. Prepare good gifts. Come, and as you view, you bless them. Somebody come. Open the you can open. We view and we bless them. Amen. Please, let's come. Let's do very fast. Let's be on the queue. Please, I want us to be a blessing to them. If you don't want to view, you can come and give and bless them. Damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, damu yake na sadaka, nategemea
nitategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Amen. Let's pray. Is there somebody who wants to view? Oscar, please come. Pastors, please come. Pastors, elder, come here. In the book of Genesis, Katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 3 verse 19, Mwanzo 3 na mstari wa 19, in the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust thou shalt return. For dust thou art, and unto dust thou shalt return. This is the final journey hii ndio safari ya mwisho for Milan and Maya, kwa ajili ya Milia na Maya, as they return to the ground, wanaporudi mavumbini, for they are dust, maana wao ni vumbi, and unto dust they shall return. na kwa vumbi watarejea. We know that man is spirit, soul, and body. Najua mwanadamu ni nafsi, mwili pamoja na roho. The spirit and soul have left. Nafsi pamoja na roho zimeondoka. And so we have the body, which is the tent that was housing them. Tuko na mwili ambao ilikuwa kama nyumba ambao walikuwa wanaishi. So this is the final journey. We want to return soil back to the soil. Hii ndio safari ya mwisho, tunarejea udongo kwa udongo. And so I want my brother Oscar to pray. Nataka ndugu Oscar ombe. Pray in the name of Jesus. Omba katika jina la Yesu. Let's believe and pray because of this process. Tuamini na tuombe. Abba Father and Lord, we say thank you. Thank you for the opportunity and the chance you gave us with this young ones, oh Lord. We speak blessings upon their parents, oh Lord. Lord, we pray upon their spirit, oh Lord, that Lord you may keep them until our return to heaven, oh God. Dear Lord, protect us in this process. Protect everyone that is involved in this process. Dear Lord, allow thy spirit, allow thy wisdom, and allow thy knowledge of your word to guide us through this process. Lord, as we get them back to the ground where they came from, we pray for a peaceful and a successful transition, oh God. Dear Lord, that they transit to you, protect them and be with them. Thank you, for in Jesus' name we pray. Amen. I want to ask the parents of Maggie Kuomba wazazi wa Magi and the parents of Felix to come, wazazi wa Felix waje katika jina la Yesu. Please come. tafadhali njoo. Any of you born again? Je, na mmoja wenu ambaye ameokoka? Is any of you born again? Huh? Are you born again? I want to make a prayer for them. Nataka uwaombee. Shikane mkono. Make a prayer as you join with them in Jesus' name.
kabla hata sisi hatujajua, maana unajua yanayokuja na kisha kupita pia unajua. Kwa hivyo Baba, ninakushukuru kwa sababu ya siku hii. Baba, ninaikabidhi mikononi mwako, ninapokabidhi wapendwa na pamoja na kile mikononi mwako Baba, kwa siku hii ya leo. Mtakatifu ambaye wapendwa wao wamekwisha kuondoka katika mikono yao Baba, ninawaombea ya kwamba Mungu ukaweze kuachia nguvu, ukaweze Baba kuwapa faraja ya kipekee katika maisha yao Baba. Kufunika Jehova Lord Baba, wapendwa hawa kwa damu ya Yesu, tuwasingire usiku na mchana na hatua zao zote kufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa sababu yake Magdalena, asante pia kwa sababu yake Felix. Wote Baba, uwasingire na uwepo wako, uwasingire mchana na usiku wanapotembea Jehova, uwasingire na nguvu zako. Asante kwa sababu ya mama ambaye pia tuko naye wake Felix, pia namkabidhi mikononi mwako. Wewe uwe makazi ya nguvu yao Jehova siku zote, usiku na mchana. Pia jamii hiyo ninaikabidhi mikononi mwako, uwatie nguvu Jehova siku zote za maisha yao, katika jina safi la Yesu Kristo. I want to call wale ambao wanakusaidia kubeba mwili, wale ambao wanakusaidia kubeba meza. I want you to come close. Joe, karibu. Please come. Joe, tafadhali. If you came and you are ready to stand together with these dear ones. Kama ulikuja na uko tayari kusimama na hao wapendwa. Kila mmoja wetu changamke, because this is the final step. Tuchangamuke maana hii ndio safari ya mwisho. You can close. Naweza funga. In Jesus name. Funga. I want you to be ready. Nataka uwe tayari. Be ready. We don't have protocols. Hatuna kanuni ya kufuata. So we want to allow you to honor them the way you want to. Nataka uwaheshimu jinsi upendavyo. And the Lord is going to bless us. Mungu atakubariki. Amen. Where is the representative of the family? Alikuwa Ciana na mwakilishi wa familia. Ciana na mwenyekiti. Ciana na Sina. Jay, come the two of you. Jay and Morris. Please come. I know they have worked so hard. I want us to honor them and give them a fitting send-off. Nataka kuwaheshimu na tuwapee ile heshima ya mwisho. In Jesus' name. So you guide the process. Wherever you want to be laid on the ground, on the grave, chochote ambacho mnapenda iwekwe katika kaburi mtafanya. Let's pray. Abba Father, we thank you once again. Thank you for your presence. We declare the name of Jesus, the name above all names. We rise against the spirit of death. I decree by the blood of Jesus, katika jina la Yesu, na kataa kila roho ya mauti. No premature death, I declare, in any family represented here, in the name of Jesus. Father, by your word, in the name of Jesus, and by the blood of Jesus Christ, I decree the blood that speaks better things than the blood of Abel. Tonight, as we go to the grave, King of glory, I rise against the spirit of death. I rise against the spirit of counterattack in the name of Jesus. I cover everyone that has come for this funeral by the blood of Jesus. As they travel, wherever they go, King of glory, preserve their spirit, soul, and body in the name of the Lord. Cover everyone, Lord, and I declare your peace. I declare your preservation, divine protection, and your love in their heart. As you go, Lord, anoint everyone that is going to be used, even in the grave, in the name of Jesus. We give you glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Let's carry the bodies in Jesus' name. Please, please.